Na ikiwa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunazianza kutoka eneo la Mlima Kenya, mahali ambapo vijana kutoka eneo hilo wamesema kwamba watampa support na kumunga mkono aliyekuwa waziri wa zamani Daktari Fred Matiang'i kuwania urais mwaka wa 2027. Wanasema kwamba ni dhahiri shairi kwamba kazi ambayo alifanya anafaa kuungwa mkono na kuwa rais mwaka wa 2027. Kirinyaga, Nyeri, Murang'a, Kiambu, Embu, Tharaka Nithi, Meru, everywhere in Mount Kenya region, we have endorsed the candidature of Dr. Fred Okengo Matiang'i for presidency in 2027. Guzia kwa udogo chenye kimefanya sisi tutoke katika region ya Mount Kenya ni kwa sababu we are not self-centered. Na ni kwa sababu vijana wamerevuka. Mumeona mambo vijana wamekuwa wakifanya ambao wanataka kuleta mabadiliko katika hii nchi yetu. Kwa sababu hii nchi imefanywa kuwa ni kama kampuni ya watu ambao ni wachache na kampuni ya watu ambao wanajipenda. We have had a lot of diplomatic handles. Leaders in this country speaking as if it's only that a region matters. Vijana wametumika vibaya katika siasa. Na sana sana vijana wa mlima tumeishi katika siasa za udanganyifu. Tulijitokeza tukapiga kura. Wengi walijitokeza wakiwa na matumaini kama kwamba wanataka mabadiliko katika Kenya. Na niyaturehire mogaruruku matuteithĩrie Tukitoka kaunti za Mlima Kenya, tunaingia katika kaunti ya Kisii, mahali ambapo wazazi kutoka eneo bunge la Kitutu Chache South ambao linaongozwa naye Anthony Kibagende wamefurahishwa na zoezi ambalo limefanyika hivi leo la kupeana basari kwa wanafunzi ambao wanarudi shule juma lijalo. Wasasi hao wamesema kwamba zoezi hilo limekuwa la haki na ukweli. Tokorira maya asengencho efisi nenkomwa saba iboli na tarajete ngani mboyo mobo konyore basari yeye, lakini nashukuru sana umojumbo ito uendelee hivyo na nipongezi kwa sababu hii basari unapotoa inatusaidia sana. Omorobeli olero beiro omorobeli bwo kumia sengenjo ni goropeni asa abantu bonse na inde ntwasemeretinga omochumbe nato jibasari ngakiyega korende twarorire ngomochumbo itega cia gokora ni gerengia mono. Mujumbe Kibagende na maitenga abana kwera na bali school next week na ndo bole meru morobo nene etuemiga kabisa kure constituency egere twakigisenga abaibuli bairira abana school mwana ndetaiko tigara isiko amisia masomo rero iga ekenyume nga twakorete last year kwa na individual checks rero tokwana na check ya moyoke kwa ndase school lakini abaibuli toko bachifocha igo toko sababa ali mumba basa kwa seli bana kubarocho mwana bwate focha. Tukiwa bado katika masala ya elimu, ni kwamba waziri wa elimu ambaye ni Julius Migos Ogamba na katibu wake wamesema kwamba somo la hesabati litakuwa la rasmi katika shule ya msingi na shule za upili. Had also some issues. It was two examination. Initially it was designed to be a very practical curriculum, but it had issues. And the government again came with another working party to come up with CBE. CBE is about competence, it's about talent, it's about the skills, it's about innovation. And countries all over the world are now going the competency way because it gives every learner an opportunity to do what they know best. Some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the STEM pathway, so that we have the STEM pathway having pure maths and the other two pathways having a form of maths, so that we have maths in all the three pathways in senior school. So we love that conversation, and I think it is an important aspect that we have listened to the views of the Kenyans, and it is an important input that has come from the stakeholders so that we can show that we are not just holding
these meetings for the sake of holding meetings. We are holding them so that we can hear from you. We can listen to you, because we do not have all the answers. Your input is important, and the more we get from you, the more enriching our curriculum and our education is going to be. Taarifa zingine ni kwamba kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, spika wa bunge Moses Masika Wetangula wameongoza wabunge wengine kufika katika makao makuu ya ubalozi wa Vatican pale Nairobi ili kupeana risala za rambirambi zao kuhusu kifo cha Papa Francisco ambaye atazikwa siku ya Jumamosi. Viongozi hao wamemtaja Papa kama mtu ambaye alipenda amani na kuwaunganisha watu. Pope Francis touched many people. We paid tribute to him in the house, observed a minute's silence, and in my communication I quoted one of his very profound statements, that the world is like a public hospital that heals wounds, that warms hearts, that he stood for building bridges between people and communities, and not barricading walls around people and communities. America and Europe generally, that each time there is trouble or problems anywhere in the world, he has been a voice of reason. He has spoken for the downtrodden, he has spoken for the oppressed, whether it was in Indonesia, whether it was in Gaza, whether it was in Mexico, wherever it was, he has spoken very strongly against injustice. Na tukimalizia ni kwamba Rais Ruto anaendelea na ziara yake nchini Uchina, wakati ambapo anaendelea kutetea ushuru ambao Wakenya wanatozwa zaidi kulinganishwa na nchi jirani. Rais Ruto amewaelezea Wakenya ambao wanaishi pale Uchina kwamba sababu ambazo zinawapelekea Wakenya kutozwa zaidi ni kwa sababu Kenya imekuwa zaidi kiuchumi. Thank you very much. It is very rare to get compliments from Kenyans. Let me just explain to you why sometimes people find it easy to go to Uganda or Tanzania for purposes of getting goods and services to this country. It is exactly the problem I want to solve by signing the bilateral labor agreement. You know, the difference between us and our neighbors is that Kenya is in the middle income category. Our neighbors, Tanzania, Uganda, and all the other neighbors are in the least developed countries. They are in LCDs, LDCs, and we are in the other countries. So we are categorized higher than them, and therefore, while they export duty-free, Kenya exports with duty. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia leo. Zingine nadhani kwamba tutakutana hapo kesho. Mimi ni Videlis Moshoge.